Samahani bro, naomba msaada wako utusaidie kutoka katika ile eneo. Hivi unafanya nini kwenye msitu? Unajua ni hatari sana. Najua ni hatari na ndio maana naomba msaada, tusaidie please. Mko wangapi? Tuko wawili. Mimi choo langu halibebi mtu zaidi ya mmoja. Kwa hiyo kama utakubali kwenda peke yako twende. Na ukibaki kwenye msitu ni nadra sana kusurvive. Hauwezi kutusaidia wote wawili? Hapana, haiwezekani. Okay, naomba unipatie dakika moja nakuja. Okay. Nayo dakika moja kweli. Kama ukichelewa tu mimi nakuacha. Na kupata usafiri kwenye msitu ni ngumu sana. Sawa. Nimepata lift ya kwenda mjini. Kwa bahati mbaya mwenye usafiri amesema kwamba usafiri wake unaruhusu kubeba abiria mmoja tu. Hivyo itanibidi niende mwenyewe. Nafikiri nilipokusaidia hapa panatosha sana. Unaweza ukasimama hapa barabarani kwa ajili ya kupata lift hata ya gari, ama ukakimbilia upande wa pili wa msitu kwa ajili ya kujilinda zaidi. Mimi natakiwa niende nyumbani kwa sababu nimeacha familia. Nina mke na mtoto nyumbani wananisubiri na kunitegemea. Sawa. Uwe na safari njema, ufike salama na ukaendelee kuwa mwanadamu mzuri huko unapoenda. Simama. Wewe, nataka kwenda. Ndio. Mama, kwani tunaenda wapi? Wewe, sitaki maswali sawa? Nyumbani. Mama, sitaki kwenda nyumbani, nataka kurudi kwa babu. Naila, tena ndo ukae kimya kabisa yani. Uko nilikotoka tayari nishavurugwa. Sitaki kusikia cha babu wala kwa bibi. Nimezalilishwa kwa nyumbani kwenu, natokana mimi kama mpuzi kwa sababu yako. Afu sasa hivi unaniambia utaki wewe. Yaani wewe shangazi yako anazalisha phone kuja unaniongelesha muziki. Shangazi ungeenda kwa mamako kakule. Wewe. Tangulia nyumbani kwa usema kutia mteke wa roho kanifia mimi nikapata kasi nyumbani. Tangulia basi kutia mteke wa shingo mimi ukanifia hapa nikapata kasi nyumbani huko. Tangulia mteke wa roho kanifia nyumbani kwangu nipata. Toka. Amka wewe boya. Unalala unafikiri uko kwa mkeo hapa? Tafadhali blaza. Naomba unisaidie, mimi na watoto na mke wananitegemea nyumbani na familia blaza.
Nakosea nini kwani? Naomba unisamehe na unisaidie brother. Na familia mimi. Ukitaka tukusaidie kutoka hapa, basi na wewe utusaidie kazi yetu. Kazi gani? Mimi niko tayari kufanya kazi yote ili mnisaidie nitoke hapa nende nyumbani kwangu. Okay. Njoo. Jamani, leo ni siku ya 7 kijana wangu hajarudi, na kama mnavyojua tumemtafuta kila mahali, hatujapata mwili wake, na dereva wake anadai kuwa alipotelea polini. Na ndio maana hatuna hata taarifa naye na simu yake haipatikani. Kwa hiyo sisi kama familia tumeamua tufanye msiba, tutazika nguo pamoja na viatu vyake. Lakini Kipongo ameondoka mapema sana. Nilitamani uwepo wake ili tumlee mtoto wetu kwa pamoja. Usilie basi na wewe. Tuendelee kumwombea tuko kwa Mungu apokelewe vizuri na roho yake iendelee kubaki kwa amani. Na vipi kuhusu mali za marehemu? Yaani mtu hata hajapumzika vizuri mnaanza kuulizia mali? Mimi sioni sababu ya kuulizia, kwa sababu mimi ndo mke wa marehemu na ninaishi na mtoto wake. Nafikiri taratibu zote zinajulikana kwa sababu tulichuma wote na kipi wangu. Mmechuma nini? Wakati umemkuta kakangu tayari anajua na tayari ameshajipata. Unapata kielele. Uwezi ukajua pengine wamechuma matembele. Jamani, hebu tuacheni hizi mada. Tuangalie kilichokuwa mbele yetu. Tumalize msiba salama, kila mtu aendelee na shughuli zake. Imepita siku 7 sasa tangu nipewe hii kazi, na mara zote mtu akiniambia kwamba hawatanipatia chakula mpaka nihakikishe nimefanikisha hii kazi. Na mimi njaa inaniuma sana, na kiu kinauma sana, na sipo tayari kufia na njaa hapa, ukizingatia na familia huko nje na mke na mtoto ambaye hata sijui anaishije. Tafadhali sana nakuomba unirahisishie hii kazi, na bila nachokutaka ili niweze kutoka hapa nikaungane na familia yangu. Tafadhali. Kwamba weke machozi yangu kwenye hicho kibakuli kisha upeleke, si ndio? Ameniambia hivyo. Tafadhali nisaidie. Weka machozi yako humu, niwapatie ili waweze kunipa chakula na pia nitoke hapa.
Unajua ni kwa nini wanahitaji machozi yao? Hapana, sijui kwa nini. Bado hajatoa machozi? Ya. Bado hajatoa. Na huyo mpuuzi mwenzie mlimpa kazi, vipi? Inaonekana kazi imemshinda boss. Sasa tunafanyaje tupate machozi yake? Inabidi tumtese vya kutosha, akilia tunayakinga machozi yake. Hapana Joka, unakumbuka mara ya mwisho tulimtesa sana na akulia, mwisho akapata upenyo akakimbia. Kwa hiyo sasa hivi tupo naye, tusifanye makosa tena. Niambie kwa nini unataka machozi yako klasiki? Machozi yangu ni adimu na ni kitu cha thamani sana kwenye nyeo wanadamu. Chozi langu moja tu lina thamani ya utajiri wa pesa nyingi sana. Hivyo basi, kama wakifanikiwa kuyapata machozi yangu, watatajirika mno. Sasa kama ni hivyo, simulie tu, utie machozi yako kwenye hichi kibakuli na wapatie chakula. Maana bila hivyo utakufa na njaa ndani. Na ukiangalia kwa sababu ni ndogo tu, kwa sababu umekataa kutoa machozi. Kila chozi langu moja linapodondoka linapunguza miaka yangu 10 ya kuishi. Wewe. Unajinamia nini hapo kunitega uchulo kwa nyumbangu? Hebu amka huko. Mama, mimi siamini kama baba amekufa. Asife kwani amekuwa malaika kwamba ataishi milele? Hapana, ni tia zangu zinaniambia hivyo. Kwani upendi baba afi? Msipendi. Haupendi jamani? Wakati anaenda kukutana na marehemu mama yako huko kuzimu, wanapiga story kuhusu wewe. Unatamani baba na mama yako wakutane? Hey, hello. Umefika wapi? Yeah, nimeshafika nje hapa tayari. Ingia geti liko wazi. Hai. Karibu. Asante. Mpe maneno. Kama nilivyokuambia, mimi nyumba nauza. Wewe ipige picha ukanitafutie mimi wateja. Na ukipata wateja utapata 10%. Safi sana. Je, binadamu ni watu wa ajabu sana. Hamjali kuhusu viumbe wengine wala hamjali kuhusu maumivu ya wengine. Mnajijali nyie tu yani. Hawa wanataka kuwa matajiri bila kujali kuwa wanapunguza idadi ya miaka yangu ya kuishi. Na wewe pia haujali kuhusu mimi, unajali kuhusu chakula tu yani. Kiufupi binadamu mtu ni wajibu sana. Oya,
ametoa machozi. Yes. Binti nguva malkia wa vilindi, tena macho ya tunda, sauti kama fadhili, urembo wa kipekee. Majambazi wanahitaji kumuua kwa faida zao binafsi. KP kaingia kwenye vita kisa kutoa msaada. Kacha familia wanamtafuta, nyumbani pia kuna vita kali kati ya wifi na wifi. KP kaingia kwenye vita, majambazi wanataka kumuua. Binti nguva, binti nguva, binti nguva, si ya bahari. Binti nguva, binti nguva, we usiyekamatika. Binti nguva, binti nguva, na urembo wa kipekee. Binti nguva, binti nguva, binti nguva, binti nguva, binti nguva, binti nguva, binti nguva.